Hai, leo tena katika kipindi chetu cha Mfugaji Podcast tuko Dodoma. Na hapa Dodoma tumekuja kwa Madam Glory, anapatikana huku Kisasa. Na leo kuna topic moja ambayo ni ya muhimu sana tunaiongelea. Ni changamoto gani ambazo wafugaji wanaoanza wanazipata, ambazo hizi sio changamoto per se, lakini mistakes, makosa ambao wanayafanya wao, ambayo yanawafanya wao wanakwama na kushindwa kufanikiwa katika ufugaji. Cha kwanza kabisa ni kutokujua hali ya banda, uwekaji kuanzia wa floor, malanda, hali ya hewa ya joto ambayo inahitajika kwa kifaranga cha day one, uwiano wa kuku ambao umeingiza, kuangalia upangaji wako wa sentimita za banda, jinsi unavyowapangilia wale vifaranga, unavyowapokea, majiko na vyombo. Ni changamoto gani ambazo wafugaji wanaoanza wanazipata, ambazo hizi sio changamoto per se, lakini mistakes, makosa ambao wanayafanya wao, ambayo yanawafanya wao wanakwama na kushindwa kufanikiwa katika ufugaji. Na Madam Glory hapa ni mfugaji wa muda kidogo, kwa hiyo tutazungumza, tutapiga story 2-3, lakini pia wewe mtazamaji, mwisho kabisa ucomment, utoe ushauri wako na utupe maoni yako, tujue ni makosa gani ambayo wewe unaona wafugaji wanayafanya, hasa wale wanaoanza ufugaji. Karibu Madam Glory. Naitwa Glory kama ulivyokwisha kusema. Mistake nyingi ambazo tunafanya au wanafanya wafugaji pale maandalizi yanapokuwa unapokea vifaranga. Cha kwanza kabisa ni kutokujua hali ya banda, uwekaji kuanzia wa floor, malanda, hali ya hewa ya joto ambayo inahitajika kwa kifaranga cha day one mpaka ile wiki ya kwanza. Maandalizi ya namna hiyo, uwekaji wa vyombo, hivyo wastani wa vyombo wa uwiano wa kuku ambao umeingiza. Ndio. Na vyombo vya maji na vitu kama hivyo. Okay. Kwa tunasikia kumbe kuna yale masuala ya mwanzo kabisa ya uwekaji wa maranda, sijui mpangilio wa banda na vitu kama hivyo. Kwa ujuzi wako Madam Glory, unadhani ni namna gani wanaweza wakapata ufahamu? Kwa mfano kama, kwa sababu unadhani kipindi cha nyuma watu walikuwa wanafuga kienyeji. Mtu anachukua tu kuku huko, anaingiza kwenye banda, haangalii vipimo vya banda, haangalii maranda, haangalii. Sasa kama kuna mtu ambaye anaangalia hapa na yeye ndo anataka kuanza kufuga na anatamani kujua sasa ni kiasi gani cha maranda, ni kiasi gani sijui labda ukubwa wa banda kulingana na uwiano wa kuku walionao na vitu kama hivyo, unamshauri apitie mbinu gani au afanyeje au amuulize nani? Kwanza kabisa kama ni mfugaji ambaye ni mzoefu, nadhani anakuwa anaelewa kiwango cha uwiano wa kuku ambao anaingiza na uwiano wa malanda ambao yanahitajika bandani, kwa sababu kuna level za malanda kama ni msimu wa baridi, kama kwa Dodoma mara nyingi tunakuwa na baridi. Kwa hiyo tunahitaji kuwahifadhi wale kuku kuweza kufikia joto linalohitajika kuwalinda wale vifaranga wasife na baridi. Kwa hiyo ni kuweka malanda ya level ambayo inahitajika. Mara nyingi huwa tunapima kwa kutumia labda ncha ya rula na vitu kama hivyo, kuangalia uzito ule wa maranda ambao umewawekea, na kuangalia upangaji wako wa sentimita za banda, jinsi unavyowapangilia wale vifaranga, unavyowapokea, majiko na vyombo, na ile hali ya banda ambayo ipo mle kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo unatazama. Kama hujui kabisa, ni vyema kumtafuta mtu ambaye anaelewa au ana idea ya vitu vya namna hiyo, ambaye yupo karibu na wewe akakuelekeza. Kama ni mzoefu, ni kuzingatia vitu kama hivyo ili visiweze kukupa hasara ambazo zinaweza kudhibitika. Okay. Basi kwa wewe ambaye ndo kwanza unaanza, Falcon Animal Feeds Limited wanatoa maarifa pia. Maarifa haya yanatolewa kwa elimu za mtandaoni kupitia ukurasa wetu wa Instagram, au pia unaweza ukapiga simu kwa madaktari wetu, tunaweza tukakupa ufahamu zaidi wa namna ya kuanza kufanya banda, namna ya kuanza kuweka maranda, kufanya vipimo na vitu kama hivyo. Madam, kwa wewe tangu umeanza, ni changamoto gani kubwa ambayo uliipitia mpaka ukasema kufuga kwa kweli ni mchaka mimi, ukatamani hata usiendelee, lakini mambo yakakaa sawa ukaweza tena kuendelea? Ni changamoto gani hiyo? Kwa kweli mara ya kwanza kabisa mimi changamoto ambayo nilikuwa naipata ni kuweka banda liwe na joto husika, yani kuweza kujua kwamba hili ni joto ambalo linaweza kuwatunza hao vifaranga. Kwa kweli nilikuwa nakosea sana, kwa hiyo vifaranga vilikuwa vinajikusanya, vinapigwa na baridi, kwa hiyo mara nyingi vinalaliana, vinakufa. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni changamoto yangu kubwa sana wakati wa kuvipokea vinavyokuwa vidogo, kuweza kuweka moto ule ambao unahitajika ndani ya banda. Kwa kweli nilikuwa nakosea sana. Okay.
basi hata wewe mfugaji ambaye ndo unaanza ni muhimu sana kuhakikisha unafuatilia au unajua kabisa haya maswala, especially kwenye swala la joto. Vifaranga wakiwa wadogo wanahitaji joto la uhakika, tena ambalo liko toshelevu, lisizidi wala lisipungue. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kufuatilia wataalamu wakupe maarifa ili uweze kujua. Sasa madam, kwa hapa Dodoma wewe ni mfugaji wa muda mrefu na soko lako naona liko vizuri na umeshazoea ufugaji. Mtu ambaye hajawahi kuanza kufuga, labda anatamani kuanza kufuga, unaweza ukamshauri labda sio kwa ukubwa sana, aanze labda na mtaji wa kuku kiasi gani, chakula kiasi gani, labda tunaweza tukaimonetize kusema labda kiasi fulani cha fedha, au hata ukisema labda vifaranga 200 au labda kiasi, yani kwa ushauri tu kwa mtu ambaye anatamani kuingia kwenye ufugaji, labda ana banda tayari na anatamani alifanye hilo swala, lakini sasa ndo haelewi, anahisi kwamba inabidi nianze na vifaranga vingi au chakula kingi na vitu kama hivyo. Kwa mtu ambaye hajawahi kufuga kabisa na anahitaji kuanza ufugaji, naweza kumshauri akaanza na vifaranga 200 mpaka 300, lakini unaweza pia kama huna kabisa au kuweza kuwa na mtaji mkubwa, unaweza kuanzisha hata na box moja. Lakini kwa kukua vizuri unaweza kuanza kwa box 2 mpaka 3. Zinaweza kukusaidia kukua na kupata faida nzuri pia. Basi sawa, nashukuru sana kwa kutazama. Natumaini umepata 1, 2 au hata 3 ambayo yatakusaidia wewe kuanzisha safari yako ya ufugaji. Lakini hata kama umeshaanza, usirudie makosa ambayo yalikufelisha na kukurudisha nyuma. Ufugaji ni biashara ambayo inalipa na inaweza kubadilishia watu maisha. Lakini pia sisi Falcon Animal Feeds Limited tupo hapa kuhakikisha unapata elimu bora, unapata chakula bora pamoja na huduma bora ili kuinua wewe katika ufugaji. Endelea kuangalia kipindi hichi. Hii ni Mfugaji Podcast na mimi ni hosti wako ambaye niko hapa Dodoma na Madam Glory. Tunapatikana Kisasa. Naitwa Neema Bernard Mruma. Until next time, see you again.